Basi ndugu watazamaji, ndugu wanaoifuatilia channel hii ya Balozi wa Kristo, ni kipindi kingine tena tunakutana ili kusemezana kweli iliyoko ndani ya neno la Mungu. Na jinsi mnavyojua, katika channel hii tunapenda kufundishana neno ili kuipata kweli hali halisi ya mambo yalivyo. Leo ningependa kuzungumza na kundi la watu ambalo ni kundi la waimbaji. Kuna watu ambao ni waimbaji, na sio wote kwa maana hiyo. Watu ambao wanasema wanamuimbia Mungu nyimbo. Lakini kwa dunia ya sasa, kwa Wakristo ambao wanatafuta kujihifadhi katika Bwana, ningependa wajue vema kwamba sio nyimbo zote ambazo tunazisikiza na hata kuzipenda zimeimbwa na watu wa Mungu. Zingine zimeimbwa na watu walio kwenye biashara zao za shetani, za kuzimu, za kuweza kuwapoteza watu. Wengine wamekuja na midundo ya ajabu, lakini mle ndani inakubalika makanisani. Kwa hiyo ni vema kujua kwamba kumtafuta Mungu katika hali ya binafsi ni jambo la busara sana, maana pana uwezekano ukawa na uhusiano mwema wa moja kwa moja kuliko ule uhusiano ambao unakuta watu wamejazana katika kundi la nyumba fulani wakajiita kanisa fulani, lakini wao hawana maadili yanayoendana na kumsifu Mungu anayedai kwamba wanamwabudu. Na kwa sababu hiyo nitakuwa ninatumia neno la Mungu. Kwa mfano wa Kolosai mlango wa 3, tutakuwa tunarejelea baadhi ya maandiko katika wa Kolosai ili kuonyesha mfano ama kuleta fundisho kwa watu waelewe kwamba kuna utofauti wa watu wanaomuimbia Mungu na mfano wao na jinsi wanavyostahiki kukaa, na ni tofauti na watu ambao wanafanya mambo yao wakisema kwamba wanamwabudu Mungu. Hivi unajua kwamba shetani naye anamwabudu Mungu? Katika uimbaji namo yumo. Wajua, katika kitabu cha Ayubu mlango wa 1 na katika kitabu cha Ayubu mlango wa 2, wana wa Mungu walipokwenda kujihudhurisha mbele za Bwana, shetani nao alikuwepo katikati yao. Kwa hiyo watu wengine wanafanya mambo ya ajabu. Usipokaa vizuri na Bwana ni vigumu sana kuweza kuwafahamu. Lakini cha mno ni kwamba kwa matunda yao tumeweza kuwatambua. Kwa mfano, kuna watu ambao wamekuja na mitindo ya kuimba. Wanapiga mitindo ya kidunia ndani ya nyimbo za Injili. Na zile nyimbo utakuta kwamba kwa kiasi kikubwa ndo zimekubalika. Kile kinakupa dukuduku ama swali la kwanza: mbona nyimbo za watu wa kidunia zinakubalika sana kanisani? Jambo la kwanza, zina midundo ya kidunia. Jambo la pili, kuna muonekano wa wale waimbaji. Ukitazama hata na zile video ambazo wametoa, ambazo zinaambatana na zile nyimbo, wamevaa nguo za ajabu mno. Zingine hazina heshima kabisa, wanaonyeshana na uchi wao mbele za watu. Lakini nyimbo hizo ndo zinapata sana kusikika kuliko zile za kweli. Na utakubaliana na mimi kwamba zamani kidogo hata nyimbo hizi za tenzi za rohoni zilikuwa zinakubalika makanisani sana. Siku hizi hawaimbi hizo, wanaimba vitu vya kurukaruka. Jambo la tatu, utakuta kwamba wengi wanaofanya ule uimbaji wanaendeleza niseme maroho ama ni maroho ya uzinzi ama ni nini, niseme kitu kama hicho. Kwa sababu kuvaa kwao tayari kuna kuonyesha ni wapi wanastahili kuwa na si kwenye kundi la uimbaji mle. Kwa hiyo kusupport maneno haya ambayo ninasema ni kwamba kuimba ni swala la kiroho, na kama tunamwabudu Mungu, wamwabuduo lazima wamwabudu katika kweli na katika roho. Sasa kuna vitu ambavyo, na mimi napenda wachungaji fulani wachache wanakemea swala hili, wanalizungumzia, wanalifundisha, pamoja na kwamba hawatapendwa na wanadamu, lakini wanasema kweli. Lakini mitindo ya sasa hivi ni hatari. Turudi kwenye Injili.
na kuvifisha vitu ndani mwetu ambavyo havimpendezi Mungu. Kwa hiyo naomba tusome andiko kutoka Wakolosai 3. Nisome kuanzia mstari wa 5. Biblia inasema, basi uweni chochote kilicho ndani yenu ambacho ni cha kidunia. Huo ni mstari wa 5 katika Wakolosai. Uweni chochote kilicho ndani yenu ambacho ni cha kidunia. Kwa mfano, uasherati, uchafu, shauku, tamaa mbaya na uchu, ambao ni sawa na kuabudu sanamu. Kwa sababu ya mambo hayo, hasira ya Mungu huwajia wote wanaomwasi. Hasira ya Mungu huwajia wote wanaomwasi kupitia mambo haya, na ambayo waimbaji wengi ambao wanasema ni waimbaji wanayafanya hadharani, hata kwenye madhabahu, hata kwenye makanisa. Biblia inaendelea kusema kwamba wakati mmoja nyinyi pia mliishi kufuatana na mambo hayo, kwamba nyinyi ambao mmeokoka, ambao mmekuwa Wakristo, mliishi kulingana na mambo hayo mlipotawaliwa nayo. Lakini sasa mnapaswa kuachana na mambo hayo yote. Mnapaswa kuachana na mambo hayo yote, ili wakati tutakapomwabudu Bwana katika nyimbo za kuabudu, tutakuwa tunamuita ambaye ni mtakatifu. Lakini hatuwezi kuwa tunamwabudu Bwana huku wengine wamevalia visuruali vya ajabu. Watu wanataka kumwabudu Bwana, watu wanataka kuimba, lakini wakifungua macho yao, mionekano ya watu wengine ni ajabu. Wengine kama ni kupaka wanja ama sijui kunaitwaje hivi vitu watu wanapaka, hasa wanadada wanavipenda sana. Kucha zenyewe ni ndefu ajabu, nyekundu. Midomo yao wamepaka sijui nisema, yani wamepaka rangi ambazo ukitazama unaachana kwanza na kule kuimba ama kusifu ama kuabudu, unashindwa huyu katokea wapi. Wengine wanakaa kiholela holela, lakini pale wanataka kwamba wamuite Mungu aje pale, ama Mungu awasikize wao. Ni swala ambalo linahitaji matengenezo makubwa. Ni wachache ambao wanaweza zungumzia swala hili, lakini turudi kwenye matengenezo. Kuna hii injili ambayo watu wanasema Mungu anatazama moyo, hatazami nje ya mtu. Ni uongo mtupu. Sasa akitazama moyo tutembee uchi makanisani? Kwa sababu Mungu anatazama moyo. Tuache maadili ya kwenda mbele za watu na tumwabudu Mungu. Yani kuna watu wakiingia, wengine wakiwa wameanza ibada kwa mfano, wote wanaacha attention ya kumwabudu Mungu, wanamtizama yule ambaye ameingia, na sana sana wanapenda kuja kama wamechelewa sana, ili wengine watakapokuwa wanaanza kumwabudu Mungu wao walete mtafaruku. Swala hili wapendwa, ni swala la kuzungumziwa. Ndio maana ninazungumza na waimbaji, hasa wa nyimbo za injili. Nyimbo zinazopigwa 90% sio za injili. Pamoja na kwamba wametaja ndani Yesu, wamesema sijui nini, lakini muonekano wao ni wa wapi? Unatoka wapi? Unakwenda wapi? Naomba tufungue macho yetu ya kiroho wa Kristo wanaomtafuta Mungu, hasa katika kweli na katika roho. Wachana na dini na masomo ya watu. Wachana na vyeo vya watu katika ulimwengu huu. Wachana na vyeo vya madhehebu. Vyeo havikupeleki mahali. Lakini watakao mwabudu Bwana katika roho na katika kweli, wale ndio watu ambao anataka Bwana, watu ambao wanaisimamia kweli, watu ambao wanaisimamia haki, watu ambao wanajua ni nini maana ya kumsifu Mungu. Hivi umeifikiria kwamba Paulo na Sila wakiwa gerezani walimuita Mungu kwa njia ya masifu? Wangemuita katika muonekano wetu wa siku hizi, una uhakika kwamba Mungu angetenda maajabu aliyotenda kweli? Tunamwona mfalme Yehoshafati pamoja na jeshi lake anatanguliza waimbaji mbele, wanafanya kumuita Bwana kwa kumsifu. Unadhani kwa muonekano huu wa leo ingekuwa ni sisi tungefanikiwa katika vita vile? Ndio maana kuna watu ambao wameturudisha nyuma, wamerudisha mambo ya kimungu nyuma, lakini wanasema kwamba na wao wanamwabudu Mungu. Sema Bwana asifiwe, Bwana asifiwe, lakini muonekano wao ni wa kuzimu. Wanavaa mashanga ya ajabu ajabu.
wanavaa vitu vya ajabu ajabu. Sasa unashindwa kujua tupo kanisani ama tupo kanisani. Watu wanasema Bwana asifiwe. Bwana gani jiulize? Watu wana mapete 50 katika kila mahali. Wamevaa vitu vya ajabu ajabu. Lakini tunawafuata kijinga jinga. Lakini leo hasa waimbaji tunazungumza na nyinyi ambao mnasema mnamwimbia Mungu. Ukweli ni kwamba mnaimba mpate hela. Sio kwamba mnaimba kumsifu Mungu. Sio kwamba mnaimba kumwabudu Mungu. Kwa hiyo tufanye matengenezo katika swala la uimbaji. Katika swala la muonekano. Iwe ni wanaume, iwe ni wanawake, muonekano wetu ni upi? Maana tumeambiwa basi uweni ama vifisheni vilivyo ndani yenu ambavyo ni vya kidunia. Sasa vitu vya kidunia kwa sasa ndivyo vinatawala kanisani. Na makanisa haya ambayo wanasema mengine ni ya kiroho, sio ya kiroho, mengine yanamwabudu shetani ibilisi live. Hakuna, sijui kwa nini watu wapendi kusema ukweli. Maana mle ni pokea. Sasa kila siku ni pokea, utabarikiwa. Hatujafanya matengenezo, hatujapata muda wa kuzungumza na Bwana, kujihoji na mioyo yetu ili tumpendeze. Sio kwamba sisi ni perfect, lakini tuna jukumu la kuweza kuelekezana. Tuna jukumu la kuweza kusaidiana ili neno la Mungu likae kwa wingi ndani mwetu. Na neno la Mungu likuwa kwa wingi ndani mwetu, ina maana kwamba hatutaipotea wala hatutaiacha kweli, kwa sababu Bwana aliyetuita katika huduma hizi ataweza kutuwezesha, kwa sababu tumetii, kwa sababu tumefanya bidii kukaa vizuri na Bwana. Lakini siku hizi minisketi kanisani zimekuwa ni mtindo wa kawaida. Nyimbo za kipuzi siku hizi kanisani zimekuwa ni kawaida. Wengine wameacha kuhubiri Injili, wameendelea kuhubiri mafanikio. Kila siku tunawaahidi mafanikio, injili za kuzimu. Wanaoimba wanaimba wapate hela. Kwa hivyo swala la kuimba ni swala la kiroho sana. Maana tunapomsifu Bwana, anashuka anakaa katikati yetu. Anatenda jambo jipya kila wakati. Lakini kwa muonekano huu tunamsifu Bwana wakati sisi wenyewe nia yetu sio kumsifu Bwana, basi linakuwa ni jambo la kusikitisha. Linakuwa ni jambo la kuumiza moyo. Kwa sababu gani? Hatujaitenda kweli. Sisi tunawaimbia watu, lakini sisi wenyewe hautuitendi ile kweli, ile haki. Muonekano wetu hauonekani kuwa ni muonekano wa Mungu. Ni muonekano ambao badala ya kuwapeleka watu mbinguni, unawapeleka watu kwa kumwabudu shetani. Kwa sababu hiyo, inatubidi hasa waimbaji kufanya matengenezo katika nyimbo zetu. Na nyimbo nyingi zipo, wanaimba vizuri, unasikia sauti zinatoka. Lakini kwenye video na muonekano wao, sio watu wa Mungu, ni watu wa shetani. Na ndo ukweli watu hawasemi. Lakini katika kufanya matengenezo, lazima kwanza katika uimbaji tuue uasherati. Kuta kama ni wanakwaya, wamo humo kwenye kwaya, lakini ndo wazinzi wakubwa. Uchafu, shauku, tamaa mbaya, ambayo Biblia inasema pia ni sawa na kuwafanya nini? Na kuabudu sanamu. Kwa hivyo hapana tofauti ya watu hawa siku hizi ambao wamo makanisani na watu ambao ni waganga na wachawi ambao wako huko duniani nje. Hamna tofauti. Maana humo kanisani ndo siku hizi kumejaa watu waovu kabisa. Watu waovyo kabisa. Watu wanaofanya mambo kwa sababu ya mitindo ya ulimwengu. Mambo yanakwenda kidunia. Lakini hakuna anayeyasema, hakuna anayeyafuatilia, hakuna anayeyakemea. Sababu kazi hii imeachiwa watu fulani kufanya. Na uhakika ni kwamba watu fulani hawafanyi, hata pamoja na kwamba wale ambao wameachiwa kwamba wakemee. Kwa hiyo wapendwa, tuendelee kutafuta haki, hasa tuwaambie waimbaji wetu kama tunataka kuendelea kuwasikiliza.
Nilisikia mchungaji mmoja akisema kwamba ilimbidi yeye kuimba nyimbo zake kwa sababu nyimbo hizi zingine zimechanganywa na watu wa kidunia na watu wa shetani. Leo utakuta watu wanapiga masuti huko, usijui wanafanya nini. Watu wanasema wamekoka na wao ndo mashoga wamejaa makanisani huko. Hao ndo matajiri, wana mahela sana huku nje. Wanakupa miela, unachanganyikiwa. Unafikiri mnamwabudu Mungu, kumbe mpo katika mtaratara wa kupotea. Kwa hiyo wapendwa, tuvifishe vitu hivi ndani mwetu. Neno katika Wakolosai 3 linatuambia tuachane na usherati, tuachane na uchafu tukitaka kumwabudu Mungu. Maana kuimba ama kumsifu Mungu ama katika nyimbo za kuabudu ni kitu ambacho kipo juu sana na ni cha thamani mbele za Mungu. Lakini kama hapo tunasema tunamuita Mungu, lakini muonekano wetu, Bwana Mungu hawezi shuka akakaa na sisi, tutakuwa tunamaliza muda wetu. Kwa mfano niseme kama wewe ni mtu wa kulipwa kinanda, unacheza kinanda pale kanisani. Wewe unayewachezea tu, muda uishe uondoke, ulipwe hela zako uondoke. Lakini hauna attachment na roho wa Bwana mahali pale. Hauna chochote ambacho unasubiria kukipata pale. Wewe ni ucheze kinanda kwa mfano uondoke, ulipwe hela zako. Hauna attachment yoyote kati yako na Mungu wako ambaye unacheza kile kinanda kwamba watu wanamwabudu Mungu. So kuna mambo unaweza yafanya, wengine waende na wewe ubaki. Kwa hivyo waimbaji, nazungumza na nyinyi, hasa waimbaji ambao wanasema wanaimba nyimbo za Injili. Naimbaje nyimbo za Injili wakati zina midundo ya kidunia, ya huko mibaya zaidi, lakini ndo watu wanasifu. Kwa hiyo wapendwa, tuendelee kufanya matengenezo haya, kulisikia neno na kuacha haya ambayo yametajwa. Maana ukiangalia siku hizi mambo ambayo nasema ati ni nyimbo za Injili, fanya utafiti wako. Na hapa hatuhukumu mtu yeyote. Tunakemea na kufundishana na kuwekana sawa katika neno la Mungu. Na washukuruni sana. Kama hujafanya kusubscribe kwenye channel hii, ninaomba ufanye kusubscribe ili kila mara tutembee pamoja kuisema kweli katika huduma hii. Bwana apende kuwabariki sana hadi kipindi kijacho.